wa Kenya unakuta unakaa kwa nyumba 3,000 miezi bila hujalipa hiyo nyumba na wekewa kafuli. Mr. Speaker, sisi kama wa Kenya, serikali yetu ya Kenya imechukua maforena kuwa watu wa maana zaidi kuliko wale wamezaliwa hapo. Hawa Kongo, Mr. Speaker, every month wanapata mchele gunia 2, mafuta 20 liters, unga ya ugali, unga ngano, majani, chumvi. Na wewe Mkenya kupata hiyo vitu ni shida. Mr. Speaker, sisi kama wa Kenya hapa Tanzania mnaona wenye wa Kenya wanahangaishwa kama wameenda huko. And the same Uganda. Museveni akishika watu wetu wakienda kule kwao wanakula samaki mbichi ndio waachiliwe. Tuko na shida katika nchi yetu ya Kenya, na lazima serikali yetu ya Kenya itambue wale watu ambao wamezaliwa hapa. Sisi kama wa Kenya itutambue, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kwa hapo tu foreigner, ukienda hospitali Oria hawezi panga laini, Mkongo hawezi panga laini kwa sababu yako na pesa, anapitishwa direct. Hata kwa mambo ya ID hawapangangi laini. Serikali yetu ya Kenya inatambua maforena kuliko wa Kenya. Ndio maana nimewacha. Mr. Speaker, mambo ya education, ni afadhali Ruto arudishe mfumo ya 844. Hii mambo ya CBC imechokesha wazazi na watoto wengi wako nyumbani. Mr. Speaker, in this country, miaka 3 ambayo inakuja miaka 4, tutakosa maloya katika nchi yetu ya Kenya na tutakosa wasomi, kwa sababu Ruto amechukua department ya education, ameweka watu wakora kwenye hawajielewi. Watu wakora. Mimi wakati nimekuwa nyumbani, Mr. Speaker, hii mambo ya grade 10, unakuta mtoto ameitwa Mombasa na anaenda day scholar, Mr. Speaker. Yaani mtoto atoke Western aende Mombasa day scholar grade 10. Hii ni serikali gani hii, Mr. Speaker? Na si tunaongea kwa sababu ni porojo. Hizi vitu ziko. Wakati nimekuwa nyumbani, Mr. Speaker, nimekuwa na wazazi zaidi ya 5 kwa boma yangu. Na pia maprinciple ndio wafanyie mtoto transfer, lazima ulipe 10,000 ndio mtoto afanyiwe transfer. Mr. Speaker, mkubwa ambaye amesimamia education, juzi nimeona wakisema ya kwamba watatembea kwa maboma 1-on-1 wakitafuta wale watoto wajaenda shule ama wazazi wenye watapeleka mtoto shule wanashika huyo mzazi. Sio kupenda kwa mzazi huyo mtoto akose kwenda shule. Ni serikali ya Ruto imechangia. Wamefanya mambo ya grade 10, grade 9, na serikali yetu haina walimu wa kusomesha hizo vitu za CBC. Baada hatujahitimu. Nchi kama Amerika hiyo mfumo iko huko kwa sababu ile ni nchi imeendelea. Ninaomba Mr. Speaker, sisi kama watu wa opposition tukiingia kwa serikali, rules number 1 ni kutoa hiyo takataka ya grade 10, kurudisha mfumo yetu ya 844, watoto wasome. Hiyo ujinga natupilia mbali. Tukiingia kwa serikali within 1 week, wazazi wale waka hapa tunarudisha 844 ili watoto wafurahie na masomo. Mwisho nikimalizia, Speaker, niende. Naona porojo iko kwa wingi sana. Ndindi Nyoro, Uhuru Kenyatta na Gachagua. Mimi nilisema hapa jana na bado nitarudia kusema, Mr. Speaker, katika nchi yetu ya Kenya, Gachagua akisimama kura ya president na Ruto ni mjaji, anaweza cheza na akili ya Wakenya, atoe ile kesi yake kotini ili Gachagua akue kwa ballot. Nuru Malobo Okanga siko tayari kupigia Gachagua kura. Gachagua sasa ndio mbaya
kuliko hata Uhuru Kenyatta, William Samoei Ruto. Mimi najua na ninaongea kutoka kwa roho yangu, na siongei kwa sababu nachukia Gachagua. Tabia ya Gachagua kwa maandamano venye alitufanya ndio mbaya, ndio mbaya. Nakumbuka hapa kwa Rai, Gachagua angemalizana na baba hapa kwa Rai. Mimi kama Nuru Okanga niko upande wa one term. Narudia kusema mimi ni mtu wa one term. Katika upinzani tuko na watu wengi wale wanataka president. Tuko na Kalonzo Musyoka, tuko na George Natembeya, na tuko na Fred Okengo Matiang'i. Ni afadhali tutembee na Kalonzo, ama sio Kalonzo tupee Natembeya, kama sio Natembeya tupee Fred Okengo Matiang'i. Lakini Gachagua, usimame kwa nyumba yako kwa kitanda, sio president Kenya. Baba, nani engineer haki imeyabangana leo. Haya. Thank you. Order please. Wacha bunge endelee. Cheke kidogo bunge kiendelea. Sawa. Kuna watu wa jamani wewe bwana. Niko mnapigwa. Unapeleka speaker wapi wewe? Haya, thank you Mr. Speaker and all the backbenchers. Mr. Speaker, mimi naingia direct kwa ile mada ya Gachagua anataka watu wa mlima waungane. Ndugu zangu ambao mko hapa, mimi naongea kwa sababu tuna mahali naona. Mimi naomba kabisa, hata kama mtu wa mlima ako hapa atanisamea kidogo, naomba kabisa waungane wote. Na kwa nini nataka waungane wote? Wapige kura yao mahali pamoja, na wasipige hata wanapiga kwa serikali. Nataka wapige kwa upinzani wote. Nataka wasikie uchungu yenye mtu unaamuka asubuhi, unaenda kupiga kura na inaibwa, alafu unaanza kuimba si uchawi ni maombi. Mia bangano. Ndugu zangu, mkionanga watu tunaamuka saa 9, unaenda kupiga kura, mtu wa mlima hajaifeel hiyo kitu. This round tunataka wafeel Juruta hawezi toka. Mimi nawaambia for free. Hiyo kitu inaumizanga bwana. Tukiona TV mpaka hata tunatetemeka miguu. This round leo hiyo mkuki iko kwao. Na tunataka wote wapige mahali pamoja. Kama ni kukufa wakufe wote. Inaendelea.